Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo, bila kusahau mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako msikilizaji, ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe. Hii leo tuko nchini Tanzania, ambapo serikali imeonekana kukerwa na mashirika ya habari ya kimataifa kwa kutangaza uhuru kuhusu mauaji ya waandamanaji baada ya uchaguzi mkuu. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Kuna wasiwasi kuzuka mapigano mapya kati ya nchi za Ethiopia na Eritrea kufuatia matamshi ya siku za karibuni kati ya pande mbili. Ethiopia imetangaza kwamba sharti ipate idhini ya bahari ya Shamu upande wa Eritrea. Kauli hii imezua majibizano makali ya kijeshi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema taifa lake lina haki kutumia bahari hii, kauli ambayo Eritrea imepinga vikali. Vita kati ya nchi mbili vya miongo mingi viliishia na makubaliano ya Ethiopia iachie bahari ya Shamu upande wa Eritrea na hivyo kuiacha bila bandari. Mapigano kati ya nchi mbili yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000. Kiongozi wa Ethiopia Abiy Ahmed na mkuu wake wa kijeshi Birhanu Jula wamesisitiza umiliki wa bandari kusini mwa Eritrea na wametishia kuitoa kwa nguvu. Kwa upande wake Eritrea imejibu vitisho hivyo na kuonya Ethiopia dhidi ya kufanya maamuzi yanayochochea uhasama zaidi na vurugu. Wanafunzi 50 kati ya 315 waliotekwa nyara na genge lililojihami kutoka shule moja ya kanisa Katoliki nchini Nigeria wametoroka. Hiki ndicho kisa cha karibuni kulenga Wakristo nchini humo, ambapo shule ya msingi ilishambuliwa na kundi lisilojulikana katika jimbo jirani la Kebbi. Wanafunzi 20 walitekwa nyara na genge lenye silaha. Operesheni kubwa ya kijeshi imeanzishwa kuwakomboa wanafunzi 265 pamoja na walimu wao 12 ambao wangali ni mateka. Majimbo kadhaa nchini Nigeria yametangaza kufunga shule baada ya utekaji nyara katika jimbo la Niger. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameamrisha usajili wa maafisa wapya wa jeshi na polisi 300,000 kama hatua kuimarisha usalama nchini humo. Katika kisa kingine, watu 38 waliotekwa nyara ndani ya kanisa katika jimbo la Kware wameachiwa huru. Wiki jana waumini 2 walipigwa risasi na kuuawa katika jimbo la Ekuru wakati wakiwa kanisani. Majimbo ya Kebbi, Niger, Katsina, Yobe na Kwara yamefunga shule zote kutokana na hali mbaya ya usalama. Katika wiki ya karibuni, Rais wa Marekani Donald Trump alitishia kuishambulia Nigeria kijeshi kwa tuhuma kwamba taifa hilo la Afrika ya Magharibi linawabagua na kuwalenga Wakristo. Papa Leo wa 14 ametoa hofu yake kwa usalama wa Nigeria na kuomba mateka wote kuachiwa huru. Shughuli ya kuhesabu kura imeanza nchini Guinea Bissau kufuatia uchaguzi mkuu hapo Jumapili. Rais wa sasa Umaro Sissoco Embalo anawania mhula wa pili katika nchi ambayo imeshuhudia misururu ya mapinduzi. Uchaguzi wa Guinea Bissau umetajwa na wadadisi wa kisiasa kama hatua muhimu kwa kanda ambayo mataifa mengi yameshuhudiwa mapinduzi ya nguvu za kijeshi. Ushindani wa sasa ni kati ya Rais Embalo na Fernandes Dias Costa anayeungwa mkono na waziri mkuu wa zamani Domingos Pereira aliyezuiwa kuwania kura ya sasa. Mshindi wa kura urais Guinea Bissau sharti apate zaidi ya 50% ya kura.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kamerun, Issa Chiroma Bakari, ametoka nchini na kutafuta hifadhi nchini Gambia. Chiroma amesema ametoroka Kamerun kwa hofu ya usalama wake. Gambia imesema inampa hifadhi kiongozi huyo wa upinzani kwa misingi ya kibinadamu. Kamerun ilikumbwa na vurugu za baada ya uchaguzi baada ya Chiroma kujitangaza mshindi na kukataa kutambua ushindi wa Rais Paul Biya. Matokeo ya uchaguzi wa Kamerun yalimpa Biya 53% ya kura na Chiroma akipata 35%. Upinzani ulipinga matokeo hayo na kusisitiza Chiroma alikuwa akachaguliwa na wengi. Aliwaomba wafuasi wa upinzani waandamane kote nchini kupinga matokeo. Maandamano hayo yalishuhudia makabiliano makali kati ya wafuasi wa Chiroma na maafisa wa usalama, ambapo mamia waliuawa na wengine kujeruhiwa. Aidha, serikali ilitangaza kumfungulia mashtaka Chiroma kesi ya uhaini kwa kuchochea mapinduzi dhidi ya utawala halali. Paul Biya ndiye kiongozi mkongwe zaidi duniani. Ameongoza Kamerun kwa zaidi ya miaka 40, ambapo amehujumu na kuyumbisha kabisa uhuru wa habari pamoja na vyama vya kisiasa. Shukran Ngendo, na moja kwa moja tuanze na taarifa yetu ya kwanza, ambapo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo serikali imelalamikia vikali vyombo vya habari vya kimataifa baada ya kutangaza mauaji na kupotea kwa waandamanaji waliopinga uchaguzi nchini humo. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa amesema mashirika ya habari ya kimataifa hayafuati maadili mema ya uandishi kwa kuwa na usawa. Kauli ya Msigwa inafuatia taarifa ya shirika la habari la Marekani la CNN ambalo lilitangaza kutokea mauaji ya halaiki nchini Tanzania walioandamana kupinga uchaguzi. Shirika la CNN lilitangaza baadhi ya waliouawa walikuwa raia wa kawaida waliojipata katika patashika ya maandamano au katikati ya maandamano, akiwemo mama mjamzito. Vyombo vya usalama Tanzania vimelaumiwa kwa kuwapiga risasi waandamanaji ambao hawakujihami, mamia nao wakiwa bado hawajulikani waliko hadi kufikia sasa. Msigwa amesema utawala wa Tanzania haukupata nafasi kutetea ukweli wake katika msukosuko unaoendelea. Rais Samia Suluhu Hassan ameteua jopo huru kwa kuchunguza mauaji ya baada ya uchaguzi. Huyu hapa Veronica Natalis akiarifu zaidi. Grayson Msigwa ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania. Amezungumza na vyombo vya habari kwa mara ya kwanza kabisa, kama unakumbuka msikilizaji, kwamba tangu kutokea kwa machafuko ya Oktoba 29 na 30, kama tunavyojua, kilichofanya kazungumza na vyombo vya habari ni kufuatia taarifa ambayo ilichapishwa na chombo cha habari cha Marekani CNN, kikieleza kwa ushahidi waliobaini kuhusiana na matukio ya mauaji ya watu yaliyotokea katika siku hizo mbili za uchaguzi, na katika kipindi chote ambacho Tanzania iliishi bila kuwepo kwa mtandao wa internet na maeneo mengine bila kuwa na mawasiliano mazuri. Kwa watu ambao walifuatilia taarifa ambayo ilichapishwa na chombo hicho cha habari, taarifa ilieleza kwa ushahidi kuhusiana na watu walivyouawa na kudhaniwa kwamba kuna ardhi ambayo inadhaniwa kwamba kuna mili ya watu imezikwa humo, mili ya watu wengi. Lakini vile vile taarifa ilieleza kwamba kuna baadhi ya wahudumu wa afya walihojiwa na CNN, wakawa wamezungumza kwamba kuna majeruhi ambao walipelekwa katika hospitali mbalimbali na walikatazwa kuwatibu. Kwa hiyo msemaji wa serikali amesema kwamba hiyo sio haki, ni kwamba vyombo vya habari vya kimataifa amevituhuma akivitaja kwa majina, ikiwepo CNN, ikiwepo Al Jazeera, ikiwepo BBC pamoja na Deutsche Welle, kwamba vina ripoti taarifa za upande mmoja, hazikuweza kutoa nafasi kwa serikali kuweza kuelezea kila ambacho amekibaini. Labda nikupe tu kidogo uweze kusikiliza sauti yake wakati akizungumza na vyombo vya habari kuhusiana na hilo. Kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa kanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje
ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda ya Watanzania. Sasa hilo limeibua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii na kwa baadhi ya watu ambao wanakutana na kuzungumzia hicho ambacho kimetokea. Wachangiaji wa mitandao ya kijamii, wanaharakati pamoja na wachambuzi wa masuala mbalimbali. Kwa mfano nikimnukuu huyu mchambuaji wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania maarufu sana, huyu anaitwa Malisa GJ, kupitia ukurasa wake wa Facebook ameandika kuhusiana na hilo. Hapa nanukuu maneno yake. Ameandika kwamba hata hivyo serikali ilipewa nafasi lakini ikagoma kutoa ushirikiano. Kwa mujibu wa CNN, katika taaluma ya habari, upande mmoja ukigoma kutoa ushirikiano, habari haifi. Habari inaandikwa na ule upande uliogoma utatajwa. Hivyo ni kanuni inaitwa fairness and objectivity. Ameandika Malisa katika ukurasa wake wa Facebook, na pia ndio amekuwa maoni ya watu wengi wakijadili kuhusiana na hilo. Lakini vile vile Grayson Msigwa akawa amevipongeza vyombo vya habari vya Tanzania kwamba vimetanguliza uzalendo mbele, havijaweka maslahi ya wanaharakati pamoja na watu wengine wa mataifa ya nje ambao wanatumika kwa ajili ya kuichafua Tanzania, kama vile ambavyo ameeleza, na kueleza kwamba vyombo vya Tanzania vijivunie na vile ambavyo vimejitahidi kulinda Tanzania kwanza na sio kuweka maslahi ya kuichafua Tanzania kama vile ambavyo ameeleza. Tumsikilize tena hapa. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuwakwamua, na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Na msikilizaji, mjadala kuhusiana na hili umekuwa ni mkubwa, maoni kutoka katika nchi mbalimbali duniani. Viongozi wa mataifa mbalimbali wa staafu na wale ambao kwa madarakani wameendelea kukosoa kile ambacho kimetokea Tanzania, na tumeona pia kuna matamko kutoka mataifa mbalimbali yakisitisha misaada Tanzania kutokana na kile ambacho kimetokea. Ni hayo tu kwa leo, asante sana. Naam, hiyo imekuwa ni taarifa ya Veronica Natalis kutoka nchini Tanzania. Tukisonga mbele ni kwamba Gerson Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania, ametoa maneno makali kuvilalamikia vyombo vya habari vya kimataifa kwamba havizingatii maadili ya uandishi. Hasira yake ni kwamba vyombo hivi vimeonyesha maiti zilizojaa barabarani na kwenye hifadhi za maiti, zote zikiwa za waandamanaji waliopinga uchaguzi wa mnamo Oktoba 29. Kwa Msigwa, mashirika ya CNN, BBC, DW, Al Jazeera hazikutoa nafasi kwa mamlaka kutoa tamko kuhusu matukio ya sasa. Lakini ukweli ni kwamba Tanzania imebana vibali kwa waandishi wa kimataifa kuingia nchini na kuripoti. Aidha, serikali wakati wote ilisusia kuzungumza na vyombo hivi kuhusu mauaji na kutoweka kwa waandamanaji. Huyu hapa mwanahabari Shisia Wasilwa ambaye anatoa jibu kwa Msigwa kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya habari katika kuripoti taarifa za ukiukaji wa haki za binadamu. Tuisikie tahariri yake. Msemaji wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, amezidi kuthibitisha kuwa mara nyingi mamlaka inapobanwa na ukweli hukimbilia si hoja bali kelele za kisiasa. Badala ya kujibu maswali mazito kuhusu mauaji ya raia, ameamua kuyashambulia mashirika ya habari ya kimataifa likiwemo shirika la CNN. Kwenye hotuba kwa vyombo vya habari, Msigwa alijaribu kugeuza mjadala wa halisia kuwa mjadala wa maoni, lakini kama alivyotukumbusha gwiji wa taaluma ya habari Walter Lippmann, in opinion we seek two sides but facts have no two sides. Yani maoni yanaweza kuwa na mitizamo miwili, lakini ukweli hauna ndugu, hauna rafiki, hauna chama. Mvua inaponyesha haihitaji maoni upande wa pili ili kukubali kuwa imenyunyiza ardhi, na watu wanapouawa kwa risasi, miili yao ikizagaa barabarani, hakuna anayepaswa kusukuma utafute maoni ya mtu anayesema hawajafa. Je, maoni yatabadilisha uhalisia? CNN ilisema wazi kuwa serikali iliomba kutoa upande wake wa maelezo, ikakataa. Katika taaluma ya habari, somo hili hufundishwa mwaka wa kwanza, fairness and objectivity. Ukikataa kutoa kauli, habari inaendelea bila wewe na msimamo wako kukataa uandikwa. Hata mahakamani, kesi husikilizwa bila upande wa pili, ex parte, pindi upande mmoja unapokimbia wajibu wa kujitetea. Msigwa alikumbuka hili, ama alikuwa amesinzia wakati mwalimu alipokuwa akifundisha misingi ya news reporting?
Swali ambalo Watanzania wanataka kusikia majibu yake si propaganda ni hili: kwa nini polisi waliwafyatulia waandamanaji wasio na silaha risasi za moto? Polisi wanao taratibu, mabomu ya machozi, maji ya kuasha na risasi zisizo za kuua. Matumizi ya risasi za moto dhidi ya raia wasio na silaha si tu kosa la kiutumishi, ni uhalifu dhidi ya binadamu kwa mujibu wa sheria za Roma. Badala ya serikali kukimbia lawama, ilipaswa kutoa majibu kwa familia, kwa taifa na kwa dunia. La kushangaza zaidi, Msigwa anasema CNN haikutoa nafasi kwa serikali kujibu, lakini yeye mwenyewe alifanya mkutano wa kuishambulia CNN bila hata kuita. Ama kwa hakika nyani haoni kundule, anayewashtumu wengine kwa kosa lile lile alilofanya bila haya wala maya. Kisha kuna swali la aibu: mlikuwa wapi hadi CNN ilipoibua sakata hili? Mafuvu na machozi wa Tanzania hayakupaswa kusubiri kamera za kimataifa ili serikali ionekane imeamka. Kama CNN isingeripoti, je, mngeendelea kukaa kimya kama hakuna kilichotokea? Alafu Msigwa anathubutu kumfundisha Benjamin Strick kuhusu natural justice. Strick ana shahada ya kwanza sheria, shahada uzamili ya taarifa za uchunguzi na ni mshindi wa tuzo za kimataifa ikiwemo OSINT Champion of the Year. Huyu ni mtu aliyekuwa mkuu wa uchunguzi BBC mwaka 2014 wakati Msigwa akiwa bado mtangazaji wa kawaida TBC huko na Mtumbo. Leo anajiona mwalimu wa kanuni za uandishi. Msigwa, ukweli hauzuiliki kwa maneno ukali. Tanzania inahitaji uwajibikaji, si vituko na sarakasi. Naam, hiyo imekuwa ni tahariri naye mwanahabari Shisia Wasilwa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Ann Ngugi na leo tunaangazia Tanzania na uhusiano wake na vyombo vya habari hususan vya kimataifa. Bila shaka naona wengi mnajiunga nasi kwenye idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika, ikiwemo pia kutoa maoni yenu kuhusu swala hili ambalo tumeliangalia leo ama tumelipatia uzito, na ni swala kuhusiana na ripoti maalum ambayo ilitolewa na shirika la kimataifa la CNN kuhusu hali Tanzania na hali ya mauaji ambayo yamefanyika, lakini pia kwamba serikali nchini Tanzania imejitokeza na kutoa tamko lake kuhusu msimamo wake wa kile kilichojiri nchini Tanzania. Huku kampeni za urais zikiendelea nchini Uganda, wanasheria na wadadisi wa kisiasa wameitaka serikali kuweka mfumo madhubuti wa kisheria ili kudhibiti matumizi ya fedha katika kipindi cha kampeni. Kwa mujibu wa baadhi ya wapiga kura vijana, matumizi kupita kiasi ya pesa yamekuwa yakinyima nafasi viongozi wenye uwezo na uadilifu kupata fursa ya kuongoza. Mwandishi wetu Sadam Mubale ambaye anafuatilia kampeni hizo amezungumza na wadau mbalimbali wakiwemo wafuasi wa Rais Yoweri Museveni pamoja na wale wa upinzani. Pata changamoto kama wa Uganda, eti tutamalizia kama tumepata viongozi wabaya kama wao au tu ni wa businessmen, hawajali about your health, about your rights, au hawajali about your way of life, shida zenye mko nazo. Sasa ni changamoto kubwa sana, kwa maana some of us who are youths hatuko na pesa nyingi. Tunaweza kuwa na pesa yenye inakuwezesha kutembea, kuongea na watu wako, lakini hauna pesa ya kununua, au kuna pesa ya kununua voters. Sasa mimi nataka kuomba watu wote wenye wananisikiliza, ingawaje pesa iko, kwanza nataka government yetu iweke regulations of how money is used in a political campaign. Na kitu kingine, tuko na task kubwa sana kusaidia watu wetu wapate pesa katika mfuko zao. Kwa maana kama mtu ana pesa, wakimpatia 500, atapatia mtu mwenye amempatia 500 hiyo, atampatia kura. Ingawaje huyo mtu hata uwezi na kuwaongelea. Sasa mimi nataka kuomba kwanza hii government iweke regulations. Tukimaliza kuweka hizo regulations, let's implement them so that na vijana pia wapate chance, hata kama wana pesa nyingi wapate chance ya kuwa part of politics na kuleta uongozi uzuri katika watu.
Sisi tunajua kutafuta kura hii itakuwa mzuri sana, ila kama siku ya kupiga kura inakuja, sisi tunajua NRM ndiye imeshinda. Sasa tuko hapa na President Museveni hapa Butewo County. Amekuja hapa kumsalamia, kutuomba kura yake. Ni maana sana tunamshukuru sana President Museveni kwa kutengeneza mabarabara shuleni, watoto wanasoma. Government tunashukuru sana kwa upande wenyu, na security iko tayari, iko mzuri sana. Tunashukuru kila kitu kwa upande wa President Museveni. Tunaomba wafanye hivyo, endelee kufanya hivyo na utujenge sisi wananchi juu. Tunakuomba msaada wako, utusaidie kama wa vijana wa Butewo County. Paris modo iko, barabara mzuri, maji iko, kila kitu iko. Lakini kitu mbaya iko moja. Wao wanachukua kazi kwa district. Hao ni wanakula pesa ya watu kwa kufanya maneno ikapana mzuri kwa president. Naam, hiyo imekuwa ni taarifa ya Sada Mobale akiwa Uganda. Na sasa moja kwa moja namkaribisha mwenzangu Ramadhan Kibuga kutupeleka viwanjani akiwa pale Bujumbura, Burundi. Kwako Ramadhan. Tuanze na michezo hii ya michuano ya vilabu barani Afrika. Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia yake imeteremsha timu 4 kwenye mashindano hayo, lakini katika wiki hii ya kwanza ni timu pekee Young Africans, mabingwa watetezi wa Tanzania, ambao wameweza kufanya vizuri, huku timu nyingine zikiambulia patupu. Kwa kutupasha matokeo zaidi na mpisha hapa mwanamichezo mwenzangu Veronica Natalis kutoka Tanzania. Bao moja pekee la mshambuliaji Prince Dube dhidi ya Asfar Rabat kwa Morocco lilitosha Young African kuzoa alama 3 za mwanzo kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Vijana hawa Jangwani wameanza vizuri kwenye kundi la B wakiwa na alama sawa na miamba ya Al kutoka Misri. Wakati huo Simba Sports Club imeanza vibaya shindano hilo kwa kuchapwa nyumbani na Petro Atletico ya Luanda kutoka Angola kwa bao 1-0. Na kwenye kombe la shirikisho, wawakilishi wa Tanzania Azam FC ikiwa ugenini imetandikwa na Maniema Union ya DRC kwa mabao 2-0. Nayo klabu ya Singida Black Stars, wawakilishi wengine wa Tanzania, ililimwa na Belouizdad ya Algeria kwa mabao 2-0 na kuashiria kuanza kwa kusuasua kwa klabu ya Tanzania. Masaibu sio kwa timu ya Tanzania pekee, pia mwakilishi wa Kenya katika kombe la shirikisho Nairobi United imepoteza mchezo wake wa kwanza kwa kutandikwa na Wydad wa Morocco mjini Casablanca kwa mabao 3-0. Wakati huo mabingwa wa DRC Saint Eloi Lupopo wameanza pia vibaya michuano hiyo kwa kupokea kipigo cha mabao 3-0 kutoka kwa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Mechi za wiki ya pili zitaendelea mwishoni mwa juma katika viwanja mbalimbali vya barani Afrika. Wakati huo ligi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ziliendelea mwishoni mwa juma. Gor Mahia wanaendelea kutamba kwenye uongozi wa ligi kuu ya Kenya, huku bingwa mtetezi Polisi ikishindwa kuwika. Felix Gatumo na taarifa zaidi kutoka Nairobi. Ligi kuu ya soka Kenya iliendelea wikendi hii kwa michezo iliyotoa burudani na ushindani wa hali ya juu. Tarehe 22 Novemba, Marashuga walipambana vikali dhidi ya KCB, huku KCB wakiibuka kidedea kwa kuwafunga Marashuga bao 1-0. Bidco United na Bandari FC walitoka sare tasa katika mechi iliyosheheni ukabaji imara. Kenya Police waliendeleza ubabe wao nyumbani kwa kuichapa Mathare United bao 1-0, wakionyesha nidhamu na udhabiti wa safu yao ya ulinzi. Hata hivyo, kivutio kikubwa zaidi siku hiyo kilikuwa mchuano kati ya Gor Mahia na Tusker FC, ambapo Gor Mahia walitoka kifua mbele kwa ushindi wa bao 1-0, na bao hilo la mapema lilitokana na kosa la mlinda lango wa Tusker Brian Opondo, ambaye aliwapa Kogalo nafasi ya kuongoza. Na baada ya kichapo hicho, kocha wa Tusker alitaka timu yake kuongeza umakini na nidhamu uwanjani katika mechi zijazo. Kwanza kabisa kongole kwa Gor Mahia, wamepata alama 3 muhimu. Na sisi kwetu Tusker ni mechi ambayo ukiangalia tulikuwa tumedhibiti sehemu nyingi ya mchezo huu, lakini goli ambalo tumeconcede ni goli ambalo halikai vizuri kulingana na level yetu.
wamefunga bao la mapema na wakaweza kulizuia mpaka dakika ya mwisho, wakapata alama 3 muhimu. Lakini yote 9, hii ni jambo ambalo tunafaa tulirekebishe mapema kama Tusker. Unajua msimu huu timu ziko imara zaidi. Kwa hivyo tukiweza kuchangia timu zingine mabao, inatuweka katika nafasi mbaya zaidi. Kwa hivyo it's high time tuamke na tufanye kazi inavyofaa. Tarehe 23 Novemba, Kakamega Homeboys walitakata nyumbani kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Posta Rangers. Murang'a Seal na Shabana, watani wa siku nyingi, walikabana koo na kuondoka sare ya bao 1, huku John Kiplangat wa Murang'a Seal akivutia macho ya wengi kwa kiwango chake bora. Game ya leo itakuwa rahisi, but tumedraw na Shabana. Basi results tuko nataka, at least tunataka tuwe na win. But tumemanage kupata draw. Kwa venye game ilianza walifunga first half, then tukakomboa, but hatujamanage kupata 3 points. Katika mechi nyingine, Kariobangi Sharks walilazimisha sare ya bao 1 dhidi ya AFC Leopards katika pambano lililojaa pressure na mbinu za hali ya juu. Kufikia sasa timu ya Gor Mahia inaongoza jedwali hilo kwa alama 19 baada ya mechi 8, huku ikifuatiwa na Kakamega Homeboys ambao wana alama 18 baada ya kucheza mechi 10, nao AFC Leopards wakifunga nafasi ya 3 bora kwa alama 14 baada ya mechi 9. Ligi inaendelea kusisimua na mapambano kileleni yanaonekana kushika kasi zaidi kadri msimu unavyosonga mbele. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Na nchini Burundi, klabu ya Aigle Noir kutoka eneo la kusini la Makamba waendelea kujiimarisha kwenye uongozi wa ligi. Aigle Noir wameilaza Interstar kwa mabao 2-1 na kujumuisha alama 31 wakiwa kileleni baada ya mechi 13. Mwalimu wake Jimmy Ndaize asema nia ni kutetea ubingwa wao. Naweza sema kama ni ushindi, tumekuwa na shida sana, na nikiangalia ni mechi naweza sema kama haikuwa mechi rahisi sana. Na tumeweza kupata ushindi dakika za mwisho. Ilikuwa kupiganisha tuweze pata hizo pointi 3. Kitu kikubwa sisi kwa Aigle Noir, mchezo wote tunaenda kucheza tunakamata kama ni finali. Tunaenda tuko na lengo la kuweza kupata pointi 3, kupata ushindi. Objectif nafikiri ni ile ya kutafuta kubeba ubingwa tena kama gisi tumebeba ubingwa mwaka jana. Na huko England, Arsenal wanazidi kujiweka pazuri kutafuta ubingwa wa msimu huu baada ya kuwararua watani wao wa jadi Tottenham katika pambano la mvutano wa kaskazini mwa London, huku Liverpool na Man City zikiburuzwa kwenye mechi zao. Kwa mengi zaidi tuungane naye hapa Ken Wandera kutoka England. Katika wiki ya 12 ya Premier League, Arsenal wamekuwa washindi wakubwa wa wiki hii baada ya kunasa fursa ya kuchapa Manchester City dhidi ya Newcastle United kwa kuichapa Tottenham Hotspur mabao 4-1 kwenye derby ya kaskazini mwa London. Kikosi cha Mikel Arteta kimepanua uongozi hadi pointi 6 kileleni, huku Chelsea wakiruka Manchester City na kukamata nafasi ya pili baada ya kuazamisha Burnley. Miamba hao wawili wa London watamenyana kwenye vita vya kileleni Stamford Bridge mapili ijayo. The Gunners pia wako pointi 11 mbele ya mabingwa watetezi Liverpool ambao walipigwa mshtuko wa mabao 3 bila jibu na Nottingham Forest waliokuja na moto mpya. Kipigo hicho kimeishusha timu ya Ancelotti hadi nusu ya chini ya jedwali. Eberechi Eze, mwana wa kifundo wa Arsenal ambaye majira ya joto alikaribia kutua Spurs, aliishi ndoto ya derby kwa kuwa mchezaji wa kwanza tangu Alan Sunderland mwaka 1978 kufunga hat-trick katika pambano hilo. Mechi ijayo Arsenal dhidi ya Chelsea iliyo nafasi ya pili inaonekana kuwa dondoo tamu inayosubiri kulipuka. Chelsea waliendeleza kasi nzuri baada ya mabao ya Pedro Neto na Enzo Fernandez mwishoni mwa kila kipindi akiwapa alama 3 kutoka Turf Moor. Ni ushindi wa 5 katika 6 kwa The Blues wanaopaa ambao sasa wanaonekana imara kama ukuta, kwani wametoa ushindi wa mechi 3 mfululizo bila kufungwa kwa mara ya kwanza tangu Machi mwaka 2022. Neto amekuwa roho ya kupaa kwao hadi nafasi ya pili na bao lake limemfanya awe na mchango wa mabao 5, mabao 3 na pasi 2 katika mechi 5 zilizopita. Ushindi huu unawaandaa Chelsea kwa wiki moto Barcelona Champions League, na Arsenal wote wanatua Stamford Bridge ndani
ndani ya siku chache zijazo. Murillo, Nicolas Savona na Morgan Gibbs White waliibeba Nottingham Forest kupata ushindi Anfield kwa msimu wa pili mfululizo, rekodi ambayo hawakuwa wamefanya tangu mwaka 1962 na mwaka 1963. Liverpool sasa wamepoteza mechi 6 kati ya 7 zao za mwisho ligi, jambo la kushangaza ukizingatia kwamba kabla mporomoko huu walikuwa wamepoteza mechi 6 pekee katika mechi 58. Mara ya mwisho Liverpool kupigwa mechi 2 mfululizo kwa tofauti ya mabao 3 au zaidi ilikuwa Aprili mwaka 1965 chini ya Billy Shankly. Na Manchester City sasa lazima warekebishe tafrani za mechi za ugenini, kwani kipigo cha Jumamosi St James Park kimefanya wawe tayari wamepoteza mechi 3 ugenini msimu huu. Vigogo wote walikosa nafasi muhimu kipindi cha kwanza, Newcastle 4 City 3. Nick Woltemade alizuiwa mara 2 na Gianluigi Donnarumma, huku Erling Haaland na Phil Foden wakiharibu nafasi upande mwingine. Huu ulikuwa ushindi wa kwanza kabisa wa Eddie Howe dhidi ya Pep Guardiola kwenye Premier League katika jaribio lake la 17, sare 2, vipigo 14 na Manchester City. Newcastle wamekuwa Simba nyumbani, ushindi 10 kati ya mechi 13, lakini kama City safari zao ugenini zimekuwa mwiba. Morgan Rogers alifunga brace kipindi cha pili, ikijumuisha free kick tamu ya kushangaza kuiwezesha Aston Villa kushinda mabao 2-1 dhidi ya Leeds United huko Elland Road. Rogers alikuwa na bao 1 tu msimu huu kabla ya mechi, lakini hapa alikumbusha mashuti yake ya msimu uliopita kuibeba Villa. Leeds walitangulia kupitia bao la Lucas Mencha lilopitia VAR, lakini Rogers alisawazisha dakika 3 baada ya mapumziko kwa mguso wa kimtoto wenye ustadi. Akiwa amesalia dakika 15, Rogers alipiga free kick iliyopanda vizuri kiasi cha kupita mikono ya Lucas Perry kutoka yadi 20. Ushindi huo uliwapa Villa nafasi ya 4.5 nyuma ya Arsenal. Leeds sasa wanasalia nafasi ya 17. Nao miamba Manchester United wanarejea uwanjani kutoka mapumziko ya kimataifa ya Novemba kwa mechi ya Jumatatu usiku huu dhidi ya Everton hapa Old Trafford, Manchester. Benjamin Sesko, Harry Maguire na Casemiro wote waliumia kwenye mechi yao ya mwisho dhidi ya Tottenham, na huenda Manchester United ikakosa huduma zao. Mashetani wekundu wanaingia wakiwa kwenye mfululizo wa mechi 5 bila kupoteza, washindi dhidi ya Sunderland, Liverpool na Brighton, kisha sare 2 mfululizo ugenini dhidi ya Nottingham Forest na Spurs. Kikosi cha Amorim kimeigeuza Old Trafford kwa ngome ya kweli, wakishinda kila timu isipokuwa viongozi Arsenal, rekodi wanayotaka kuendeleza dhidi ya Everton. United hawajapigwa na Everton nyumbani au ugenini tangu Aprili mwaka 2022, ambapo bao 1 la Anthony Gordon liliwatosha. Ushindi dhidi ya Everton utaweka United nafasi ya 5 wakiwa na pointi 21, kwa pointi sawa na Aston Villa na pointi 8 nyuma ya kinara Arsenal wanaongoza kwa pointi 29. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Kwako tena Ann. Kwenye neno la siku hii leo tunaangazia neno nadhifu. Maana ya neno hili ni safi na nadhifu, iliyopangwa vizuri, yenye mpangilio au mtindo mzuri, kama vile mtu au mahali. Mwenye akili na stadi. Matumizi katika sentensi: kijana yule alivaa suti nadhifu na shati jeupe kwa mahojiano ya kazi. Hapa inamaanisha safi na maridadi. Katika matumizi mengine katika sentensi, daktari alifanya uchunguzi wa nadhifu kabla ya kutoa utambuzi wake. Inamaanisha makini, stadi au bora. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yenu ama yako kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi. Na uko wapi msikilizaji, unatusikiliza ukiwa wapi? Tuendeleze gumzo la leo. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Na hivi karibuni utakuwa pia unatusikia kwenye redio wa shirika mbalimbali kutoka nchi ambazo tunaziwakilisha. Ni hao tu kwa jioni ya leo. Jina langu ni Ann Ngugi na kutakia usiku mtulivu. Kwaheri.